utapata nyingine. Sasa uitafute mali unaiweka. Bwana asifiwe. Tangazo la mwisho. Najua kwamba tunasafiri wengine wameenda last week na hizi wiki zilizopita. So wale ambao wamesalia kwa wiki hii na wiki inayokuja tunazidi kuombea Mungu awatangulie. Bwana asifiwe. Wale ambao tuko mahali hapa na sisi tutasafiri, lakini kufikia tarehe 31 tutakuwa mahali hapa. Kwa niaba ya kanisa tutatangaza kwamba tutakuwa ni kesha, na kesha hii ambayo tutakuwa tuko nayo itakuwa ni kesha ya kuvuka mwaka ambayo itaanza saa 3 za usiku mpaka saa 12 asubuhi. Ikipigia makofi mazuri. Bwana asifiwe. Itakuwa ni kesha ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya kuvuka mwaka mwingine. Itakuwa ni kesha ya kuanza mwaka, na najua kwamba kila mmoja atakuwa na mwaka utakapokuwa na mafanikio. Bwana asifiwe. Tutakuwa na wageni mbalimbali siku hiyo hapa. Najua kwamba mambo yatabadilika. Amen. So kwa nafasi hiyo nimechukua nikaongezea juu ya chama na sister kwamba kesha tutakuwa mahali hapa tarehe 31. Mungu awabariki. Naona watoto wako mahali hapa kufanya hapa games hapa leo. Kama waweza kuketi mahali waende lunch. Kanisani kuna wakati wa games. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwalimu na wengine ndio wengine wale wakubwa. So kwa nafasi hii nataka tuendelee Bwana katika ibada tuliyokuwa nayo. Ninajua kwamba tuliandaa kwamba siku ya leo ni siku ya ibada ya kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ibada ya kumshukuru Mungu ni ibada kubwa na si ibada ndogo. Siku ya leo tutaenda katika maeneo tukamshukuru Bwana. Ningependa kuwashukuru wote mlioingia mahali hapa siku ya leo na mchana wa leo. Na zaidi kwa mama yetu wametutembelea leo, tupige makofi mazuri. Piga makofi mazuri kwa Mungu wetu. Bwana asifiwe. Wacha Mungu akutie nguvu na moyo akuzidishie. Sema amen. Tunakuombea. Najua kwamba mambo yatafika juu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu ametuletea kile alichokuwa nacho, na imani kuu kwamba siku ya leo kuna kitu anaenda kuipokea bila. Sema haleluya. Bwana asifiwe. Nilijua mchezo tu kwenye line tutasonga mbele. Bwana asifiwe. Na mimi najua kwamba ametuunganisha na amefanya kitu kikubwa sana ndani ya nyumba hii siku ya leo. Bwana asifiwe. Sema amen. Sema haleluya. Sio rahisi tuanze kuonekana kwamba kuna vitu tofauti hapa mbele every Sunday. Si kazi kubwa. Si kazi kubwa. Bwana asifiwe. Na ametuongeza na viti juu, viti 20. Mungu akubariki. Tunakuombea Mungu akupatie nafasi. Bwana asifiwe. Na tutakuombea tarehe pia mkatapeana nafasi kwa kutu. Asante. So kwa nafasi hii ningependa kushukuru katika jumla wote mliofika na wale ambao pia wamejiandaa kwa ajili ya ibada ya jioni ya leo mchana wa leo. Wacha Mwenyezi Mungu atutie nguvu. Bwana asifiwe. Support shout amen. Na kabla tujaje kwenye ibada tutafundisha ili iwe na maeleo kwa kile ambacho tutakifanya leo. Sasa ningependa tudana wetu wa mitambo tutembee pamoja, maana ibada hii ni ibada ya kipekee. Wasionijua mambo mniona mahali hapa leo kwa wageni, naitwa Josefu, nimeokoka. Ni mmoja wapo tena kazi wa nyumba hii under Heaven Jerusalem Ministry kwa Tata. Na wakaribisha nyote mjisikie mko nyumbani. Bwana asifiwe. Kwa niaba ya komiti pia ningependa kuwakaribisha nyote. Mungu awajalie neema. So kwa nafasi hii katika maeneo yetu ibada yetu ya mwisho ambayo itakuwa ni ibada ya kumshukuru Mungu.
Na ibada ya kushukuru Mungu ni ibada ya kipekee na ni ibada kubwa. Ni ibada ambayo itawezesha maisha yako ibadilike na isiwe jinsi ilivyoanza. Bwana asifiwe. Ni wengi tulioanza nao mwaka, lakini leo hatuko nao. Ni wengi walianza mwaka wakiwa na matumaini makubwa, lakini matumaini yao makubwa mengine yalivunjika. Ni wengi tulitarajia tukafunga nao mwaka wa 2026, lakini leo hawajaweza. Na jambo la kushukuru kwa sababu ndilo jambo pekee ambaye tunaweza tukarudisha kwa Bwana wetu Mungu. Hatuna ya kumpatia, hatuna ya kutoa tuseme kwamba Bwana tunakushukuru namna hii. Lakini kwa ibada hii ambayo tutakuwa na mahali hapa leo, malaika wa mbinguni watafurahia. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Nataka mtafute Yes,
Mungu mwenye nguvu na mwenye mamlaka na mwenye rehema. Bwana Yesu, mbele zako Baba tumekusanyika kwa ajili ya kurudisha shukrani kwako. Nilisema Bwana tukushindwa tukuite. Leo tunakuita mahali hapa. Wacha Bwana wanao wamekusanyika mbele zako kwa kunyenyekea. Wacha ibada hii isiwe ni ibada ya kawaida. Wacha ibada hii ikafungue mtoto aliyekata tamaa. Wacha ibada hii ikarejeshe tumaini kwa mtoto aliyekosa tumaini. Wacha ibada hii ikafungue hata yale yote yaliyofungwa mwaka huu. Wacha ibada hii ikaleta mabadiliko juu ya mtu mahali hapa. Wacha ibada hii ikaleta miujiza. Wacha ibada hii ikaleta amani. Wacha ibada hii ikarejeshe upendo. Wacha ibada hii ikafungue yote yaliyokufa. Wacha ibada hii ibada kekele. Wacha ibada hii ibada kama Bwana. Yesu shuka mahali hapa Mfalme. Usiende ndani nasi Baba yangu. Asante Roho Mtakatifu, asante Bwana. Asante kwa uwepo wako na neema yako Yesu. Mimi Baba sifa na utukufu. Wewe ni Mungu mbele yako Yesu, hakuna mwingine. Nakushukuru Bwana na mpendwa. Wacha nikapotee lakini uwepo wako ushuke mahali hapa. Maneno yako Bwana uyabadilishe. Yawe yametokana na wewe Bwana Yesu. Wacha Bwana kunena wanao wakapokee. Ikabadilisha maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe Bwana sifa na utukufu. Wacha safi kwa Yesu Kristo tunaomba na tunatia swali tuseme. Nimekuja kusema asante. Bwana sifiwe. Tumekuja kusema nguvu za shukrani. Ndani ya kushukuru Mungu kuna nguvu. Bwana asifiwe. Sasa ujumbe wangu ni nguvu ya nini? Tunataka tujue kwamba tunapokuja mbele za Bwana tuseme asante. Ni kitu gani ambacho tunachokuja kukifanya? Tumepata tukivuka mwaka vikienda, tukivuka mwaka vikienda, tunamshukuru Mungu lakini hatujui maana yake ya kushukuru Mungu. Unayo kushukuru Mungu ina maana yake. Bwana asifiwe. Unapokuwa unashukuru kwa sababu ya uzima ulionipatia. Ninakushukuru kwa ajili ya watoto kike mwema ulionipatia. Ninakushukuru kwa ajili ya kazi niliyoomba kunipatia. Kunayo maana yake ya kuenda mbele za Bwana. Haleluya. Sio kwenda tu na kusema Bwana asante, lakini inayo maana yake. Unajua mambo yanafunguka. Tunabadilisha mambo na mwaka mwingine. Unakuta mambo bado yako pale na ulimshukuru Bwana haukujua maana yake. That's why. So I am here nikupatie kuelewa maana ya shukrani ama kushukuru Mungu. Maana yake ni neno nguvu. Mungu tunataka kwamba katika asubuhi ya leo mchana wale ni nguvu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu amekupatia mtoto, amekupatia mume, amekupatia kazi. Nina nguvu ndani ya shukrani. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu amekupatia watoto. Unaona na macho yako pekee umetulia ndani ya nyumba ya Bwana. Unasikiaje? Unasikiaje? Bwana asifiwe. Mama unasikia hivi leo kijana wako anapiga dansa unasikia? Unasikia Bwana asifiwe. Haleluya. Anasikia kama mbele ya kijana Mungu amempatia zawadi. Bila sababu kwamba naye peana mtoto anapeana kama ni zawadi. Na leo Bwana tutupatie tuache madhabahu kwa Bwana. Tumwambie Bwana kama ni zawadi kutoka wapi? Bwana asifiwe. Haleluya. Sema amen. Nataka nasema kwa mwingine kama na pia anayepata mke mbele kwa kitu
hata kudharau ile Bwana amepatia kitu chema. Bwana asifiwe. Lazima mshukuru Bwana. Amen. Kuna wengine wametafuta mwaka mzima hawajaona hata unyama. Bwana asifiwe. Shukuru Bwana kwa yale ambayo ametutendea. Maana ya shukrani ni kwa spidi sana kwa ile ibada hii. Ili kwamba tufunguke mapema. Ni wakati wa likizo, ni Christmas, ni sherehe kubwa. Tunaomba kuomba tuwe tunasema baada ya mapema tunaje mapema kujiandaa kuzi mapema. Bwana asifiwe. Maana ya shukrani. Nimekuja mahali hapa kusema asante. Nasema kwamba Bwana amenitendea na kutolea ushuhuda. Sehemu moja. Bwana asifiwe. Maana ya shukrani. Maana ya kushukuru Mungu. Shukrani ni kukiri wema wa Mungu katika maisha yako. That's the definition. Ni kukiri wema wa Mungu katika maisha yako. Wale wazungu wala sema kwamba si Kiswahili kama kwa mali yako hapa tulipo. Bwana asifiwe. Tunazungumzia hapa wengi sana. Acknowledge God's goodness in your life. Utakiri wema wa Mungu katika maisha yako. Leo siku njema ya kwenda kumshukuru Mungu. Mwaka huu mzima tumeona Mungu akiwa ni mwaminifu kwetu. Sio kitu ambaye shetani huwa anaruhusu ama nakubali mtu aende mbele za Bwana na kushukuru. Kitu ambacho shetani anapinga na anapigana nayo sana, anakunyima usiende ukamtukuze Mungu, umwambie kwamba nimeona wema wako. Ibada zinazopingwa sana ni ibada za kumshukuru Mungu na ni ibada za kumtolea Mungu dhabihu ya kumrudishia shukrani kwamba Bwana umenitendea. Hata hivi kuna mtu aliandaa na akajua kwamba nitaenda nikamshukuru Mungu, lakini from nowhere kumetokea jambo tu vikafika mahali singeweza kufika. Ni kwa sababu ni sehemu moja shetani analipinga na anakunyima nafasi hiyo ili Bwana asitufike. Anasema kwamba akiwa mbinguni juu mahali pa kiti cha enzi, anasema kwamba akiwa juu mbinguni atatukuka. Haleluya. Mungu wetu anasema kwamba wakati anapotutelea anahitaji kurudi kwa Bwana kushukuru, na anahitaji kukaa kumwambia Bwana, umenitendea hili nami nimerudi kwako, ni kwa ajili ya hili ulilonifanyia. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa alipoamka akazungumza wakati wana wa ukoma waliokuwa na ukoma watu 10 waliponywa. Bwana asifiwe. Na wengi labda watakisema labda tutakuja nayo basi. Sasa tutakuja nayo akanianganya ujumbe wa asubuhi. Bwana asifiwe. Ukijipanga tayari, bwana kumwambia kabisa tayari. Ukijipanga nishajipanga. Bwana asifiwe. Hawa watu bila kusema kwamba wakaona tembea tunaomba asubuhi. Sababu kuna mtu ambaye ana uwezo wa kubadilisha maisha yao. Anabadilisha wale watu wote 10, alafu wanaondoka kwenda zao. Lakini ndani yao kama wamejisahau kwa maana shetani yuko mahali pa kupinga. Sasa mmoja anaashiwa anakumbuka, anasema hapana, si kwa hivi. Kuna mtu aliyenibadilisha, wacha niende nikamsikize, nimwambie Bwana, nimekuja. Haleluya. Bwana asifiwe. Tumefikishwa hii asubuhi. Kati ya vitu ambavyo shetani anavisuia kwa nguvu zote ni kinywa cha mtu kwa kushukuru. That's why kama uliza maswali, mbona nikitoa ushuhuda kama nimekuwa nikitoa ushuhuda ndio nikienda sasa ndio nimezidi. Kweli? Si kweli? Kwa nini nikiwa nimesema Bwana amenitendea ndio mambo yanabadilika? Vitu vya kawaida hivi. Kitu ambacho shetani, asante. Bwana asifiwe.
Kitu ambacho shetani anakipiga vita zaidi ni kinywa ambacho kinachorudi kwake na kusema kwa Bwana, kusema ni asante. Sasa anaposikia kuna kinywa kimejiandaa na amejipanga, nikaenda kumwambia Bwana asante, shetani huleta vikwazo na miinuko, na inafikia mahali hata mambo yanabadilika. Ni kwa sababu hapendi. Bwana sifiwe. So leo tumekuja mahali hapa kwa sababu kuna mtu Bwana amemtendea. Kuna mtu ameanza mwaka wa 2025 akiwa ni mzima na mpaka leo hii bado yeye ni mzima. Bwana anahitaji yule mbele zake kumwambia Bwana nini? Asante. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Na sio asante tu. Tunaomba kwamba action speaks louder than words. Haleluya. Amen. That's the main topic tunaye mahali hapa asubuhi ya leo ama mchana huu. Sijini asubuhi, sijini mchana. Bwana sifiwe. Ni mchana tayari. Saa 7 na baraka kadhaa. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Action speaks louder than words. Bwana sifiwe. Amen. Sasa shukrani ama kushukuru Mungu maana yake ni kukiri wema wa Mungu. Sasa ukishakiri wema wa Mungu, ushamtukuza. Ni kitu gani ambacho kitachosababisha shetani sasa asikuendelee kuandama? Kuna kitu ambacho Bwana anahitaji kwamba ili ukasimame mbele zake, haone kweli huyu amenitukuza na baada yake mali pale amerudi na kile nilichomtendea. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mtu tu kufika hapa mbele hapa na kushika mic mahali hapa ni kana kwamba Yesu anarudi kwake siku hiyo. Sababu gani? Kitu ambacho shetani akipendi ni wakati unapoenda kumwaibisha na kuonesha kwamba Mungu ana uwezo. Bwana asifiwe. Amen. So anasema kwamba unakuta mwingine anapewa mic anambia sogea mbele, hataweza kusogea. Ni kwa sababu shetani anapinga. Hawezi kabisa, anambia sogea, anasema siwezi na siwezi. Bwana asifiwe. Hakuna siku unaweza kusimama mbele shetani na akafurahia. Ataona kwamba huyu mtu anaenda kuniaibisha. Na mpaka bado tutashuhudia tukamwaibisha nani? Shetani. Bwana asifiwe. So kitu ambacho shetani huwa anakipinga zaidi ni moyo inayorudi kumwambia Bwana asante. Shetani anakipinga. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sema amen. Amen. Kwa sababu hiyo ni siri kubwa ambayo shetani anaijua, ambao ameuficha machoni pa watu wasimshukuru Mungu. Shetani amelificha sana machoni pa watu. Hiyo siri Yesu ameiongelea kidogo na ujumbe wetu unatokea pale. Yesu amenizungumzia kidogo hii siri ambayo imefichika ndani ya mtu. Na hapo ndipo navuka mwaka, umekuja ukakesha, ukamshukuru Bwana kwamba amenivukisha mwaka salama. Sijakuwa ni mgonjwa, sijakufa, tulioanza nao walikufa. Baba nakushukuru na kuinua. So unakuta kwamba kuna siri ambayo imejificha ndani ya ile jambo. Na Yesu ameliongelea kidogo ambayo nitalizungumzia. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Siri Yesu ameiongelea kidogo kwa maisha. Alipokuwa katika kuongeza mikate na samaki. Napo ndipo siri imejificha. Napo ndipo amekufichia shetani. Haleluya. Unavuka mwaka, ukianza mwaka unaanza mwaka na mikosi vimeanza. Na ulimshukuru Mungu. Kama nakushukuru ni Mungu mwaminifu. Lakini unaanza mwaka mikosi zimeanza. Kuna watu ambao tulivuka nao mwaka 2024. Na tulipoanza mwaka tukaanza tukicheka tunafurahia. Bwana asifiwe. All of a sudden yule mtu amepotea machoni. Haleluya. Wewe umefanya nini mbele za Bwana? Hata hivi leo hii amekuachilia huko mahali hapa mpaka masaa haya. Kuna mtu amelala tu na kuamka ameshindwa. Bwana asifiwe. Ni kitu gani ambacho umemlipa Bwana ili akakusababisha leo hii tuko nayo mahali hapa? Amekupatia mikono. Kuna wengine walivuka mwaka wakiwa ni mikono yote miwili, lakini leo hii leo tunazungumza wengine hawana mikono zote. Wewe umemfanyia Bwana nini mpaka akakupatia uwezo? Nataka nizungumuze siri iliyojificha ndani ya kumshukuru nani? Mungu. Yesu anasema kwamba na akachukua mikate mingapi? 5. Tulisoma dikwa tuenda kama ona. Bwana asifiwe. Mikate mingapi? 5. Na samaki wangapi? 2. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sema amen. Amen. Hapo ndipo kuna siri na hapo ndipo kuna ujumbe wetu. Na ukinisikiza na ukinielewa, unaanza mwaka na Bwana. Amen. Na maisha yako haitabaki jinsi ilivyo. Bwana asifiwe. Amen.
Haleluya. Bwana asifiwe. Naweza kuwa na swali moja tu kukuuliza. Anasema kwamba na Yesu akabariki akainua mbele za Bwana mikate 5 na samaki 2. Swali moja, samaki 2 na mikate 5 zilitoka wapi? Bwana asifiwe. Zilitoka wapi? Jina mdogo. Bwana asifiwe. Haleluya. Na hiyo ndio siri ambayo imejificha ndani ya kumshukuru Mungu. So tunamshukuru Mungu tu kwa maana amenitendea, amenipatia watoto. Bwana kushukuru, amenipatia watoto 5. Hakuna Mungu kama wewe. Bwana asifiwe. Baba amenipatia mke mwema. Ananipikia vizuri, vitu ambavyo amevikula nyumbani kwetu. Bwana asifiwe. Ninakushukuru, lakini kuna siri ambayo nimejificha. Bwana asifiwe. Sema amen. Sasa Yesu analeta siri, anasema kwamba na kuna siri ambayo imejificha ambayo Yesu amejiongelea juu ya mikate 5 na samaki 2. Na ujumbe wetu unapatikana katika kitabu cha Yohana 11:38-44. Msomaji anisomee. Yohana 11:38. Ndio. Basi Yesu alikiugua tena nafsini mwake. Akafika kwenye kaburi. Si hapo. Yaani nimechanganya. Nazungumza baada ya mikate 2. Nasoma tu yote. Tutakuja pale nani. Basi Yesu alikiugua tena nafsini mwake. Akafika kwenye kaburi. Nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. 39. Yesu akasema, "Niondoeni jiwe." Martha, dada yake yule aliyefariki, akamwambia, "Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4." 40. Yesu akamwambia, "Mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu?" Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu, akasema, "Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia." Asante. Yachi hapo. Bwana asifiwe. Akasema nakushukuru sababu weke peni ujumbe hiyo ndio somo la pili. Soma pale akanunua mikate 2, mikate 5 na samaki 2. Bwana asifiwe. Hapo ndipo kuna ujumbe umejificha mahali pale. Na hapo niona kwamba tunamshukuru Mungu. Tunakuta kwamba tunakosea mahali. Na tunakuta kama maisha yetu tunaanza na mikosi. Mahali akainua mikate na akayaombea. Mathayo 14:13. Naye Yesu aliposikia hayo, aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo watu, faraghani. Na makutano waliposikia, walifuata kwa miguu kutoka mijini mwao. Yesu akatoka akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. 15. Hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake walimwendea, wakasema, "Mahali hapa ni nyika tupu, na saa imekwisha kupita. Waage makutano, waende zao vijijini, wakajinunulie vyakula." 16. Yesu akawaambia, "Hawana haja ya kwenda zao, wapeni nyinyi vyakula." Wakamwambia, "Hamna kitu hapa ila mikate 5 na samaki 2." Akasema, "Nileteni hapa." Akawaagiza makutano waketi katika majani. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2. Akatazama juu mbinguni, akabariki, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wakawapa makutano. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Yesu alikuwa anajua hakuna maombi yoyote zinazoweza kuongeza vitu isipokuwa ni maombi ya kushukuru Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Unakuja mbele za Bwana mchana wa leo, tuko mahali hapa.